kuna silaha moja ambayo itaweza kuwasaidia katika swala la mapishi, yaani namaanisha kiungo tu. Anasema itatufanya tutengeneze kitu ambacho kitakuwa bora zaidi ya wale ambao ni kama wapinzani wetu. Hivyo lazima tuweke mambo yazidi kwa bambam zaidi, yaani yawe sawa zaidi. Sasa zamani kidogo kulikuwa na utaratibu fulani hivi. The King pamoja na The Envoy, jumbe kutoka Ming, walipata nafasi ya kukaa sehemu moja, na hapa wanahitaji kutengeneza namna tu ya mchezo ambavyo utaenda na sheria ambavyo zitaweza kukaa ili kuhakikisha kila kitu kinazidi kwa sawa zaidi. Anasema mimi naitwa Nangjung, nimetoka mbali sana, ila naomba tufanye nafasi tu kuweza kutengeneza muunganiko ambao utatufanya tuweze kutengeneza kitu bora zaidi. Anasema lakini Johnson hauna mamlaka ya kuweza kuuliza oda ambayo inatoka kwenye ufalme mkubwa zaidi, yani Ming Empire, kwa kufuata tu. Ili sasa mfalme na namna alikuwa anahitaji utaratibu ufuate. Ili sasa upande wa pili katika eneo la jiko, binti anahitaji kuandaa msosi ambao anaamini akimpelekea mtu ule utakwenda kwa msosi bomba zaidi, yaani kutokana na utata na dharau ambayo alionyesha mzee mzima Eugene kwamba chakula cha Kikolea ya Johnson Food sio chakula chenye ladha. Binti alipika vitu fulani ni misili ya baga kwa miaka saizi, au sasa tuko nyuma kitambo zaidi, na yale yoletea mzigo hapa vitu fulani ambavyo vimekaa kama baga hivi au mapiza. Anawezea mchanganyiko ambao aliweka ili kuweza kutengeneza kitu ambacho kingeweza kuwa bora kama hiki hapa. Baada ya kuelezea viungo ambavyo aliweka, anasema alikuwa ni wasaa zaidi wa kutengeneza nafasi ya watu kuweza kuonja utamu wa kile ambacho kimeandaliwa. Basi Bibi alitoa maelezo mengi sana ya namna ambavyo aliandaa msosi. Lakini mzee kabla hajaonja, sababu anadharau sana, alianza kwanza kwa kuona vijana wake wanaweza wakaonja diko. The King anamtazama tu. Unajua vyakula vya bibie kama hujawahi kuonja, unaweza kuona ni kitu cha kawaida sana. Sasa wapishi wake watatu, yani Sly Cooker Dangerous, ambao pia ni kama bodyguard, baada ya kuonja zaga, unaambia walianza kujikuta wameingia kwenye ulimwengu mwingine. Binti waga anapika vyakula ambavyo ukila nikamzozo zaidi. The King anataba sana, Bibi anataba sana. Anasema tumewakamata watu hawa na leo ni mwisho wa dharau yao. Sasa mzee ashangaa, mbona wanakula kiasi hicho? Anamwambia waonje tu, kuna nini ambacho kimejificha? Sasa naisi ndo akang'ata. Ile kung'ata tu, yani iko kama kwenye disco. Lakini sasa ni utamu tu wa chakula, ile flavor ambayo binti anaitengeneza inakuwaga na upekee sana. Na hata mwamba baada ya kung'ata alipata mzuka ule baba. Chakula wao kuna namna inapikwa, huyu mnyaturu ajikuta anakula tu. Jumbe kutoka Ming, anasema huyo ni Chief Lawyer Cooker Yoni, ndio anatengeneza mazaga ambayo yanakuwa bora kiasi hiki. Unasemaje sasa kwa upande wako? Anasema sawa, msosi ni mzuri, ila kuna kitu ambacho naomba. Anaambia nini ambacho anaomba? Kumbuka hapa tu kwa kalimani zaidi ya watatu. Anasema basi ni bonge moja la idea kama unahitaji kufanya competition. Bibi anamwambia kataa hiyo. Na anasema basi tutaweza kufanya competition na wapishi watatu ambao umeweza kuwaleta. Lakini lazima tuweke sheria ambazo zitaongoza mchezo tu, kwa sababu lazima pia tujue nini ambacho kinatupeleka katika ushindani. Hivyo aliweza kupata na kakao kidogo iweka sawa zaidi. Lakini baadaye binti aliweza kumuita The King katika bustani moja ambayo ni asili sana. Anasema ile ishara ulionipa mimi nikajua kwamba unaitaka, ndio maana nikaweka mambo yakae kama vile. Lakini siasa sio zidi ya mapanga, visu au kumwaga damu tu. Hata swala la mapishi sisi kwetu ni siasa. Ndipo tutatengeneza kitu bora, tufanye tuwe bora zaidi. Anasema najua una uoga sana, lakini kumbuka wewe ndio umeteuliwa kama miongoni mwa watu bora katika masuala ya wapishi katika ile taifa la Johnson. Na kama utashindwa kufanya kitu kama hicho, utaweza kujikuta umeingia kwenye treason, yani kesi ambayo ni lazima uweze kukatishwa moto. Anasema kwa hiyo inamaanisha nikifeli nitahukumiwa, na nisipofanya nitahukumiwa. Basi sina chaguo. Lakini ngoja tuangalie nini ambacho naweza nikafanya kwa wakati huu. Anasema lakini kama utaweza kushinda, hakikisha na kutafutia kile kitabu ambacho
unakitafuta kwa muda mrefu zaidi. Anasema ambao amekuwa ni mtu ambaye unabadilisha mawazo yako. Anasema wewe shinda afu utaona juu ya ahadi yangu kwa wakati huu. Basi msosi uliweza kupeleka upande wa pili tu. Wanasema kwa Grand Prince mjomba huko. Naye baada ya kula zaga kidogo, mwendo ni ule ule wa bakola. Yaani ukila lazima uingie kwenye dunia nyingine. Alafu ndo urudi sasa katika akili ya kawaida. Huyu binti kinachomsumbua ni uwivu. Alikataa kabisa kula mlo. Kaona sifa za nini. Anasema huyu hawezi kumzidi Cookman. Anasema wakati mwingine unatakiwa uache uwivu na uwe mpole na mtulivu kwa sababu muda unakuja. Lakini sasa jua mashindano ambayo mfalme ameweza kuandaa, hii ni opportunity yetu sisi ya kuweza kumdondosha mfalme. Kwa sababu endapo Cook ataweza kushinda, basi mambo yataenda upande kombo kwa mfalme. Na lazima tuhakikishe tunaweka nafasi ya kumfanya aweze kushindwa ili tuweze kutengeneza nafasi tu ya kuweza kumtokomeza The King. Lakini sasa unaambia kwa siri, Grand Prince Jisan aliweza kutuma zawadi ya gift kwa mjumbe kutoka katika taifa la Ming, yani China ya miaka hii ya sasa. Anasema tumekuletea kitu hiki tukiwa tuna ombi moja maalum sana. Na pia tutaweza kupatia zaidi ya kile ambacho ulikihitaji. Tunajua ulihitaji 50, yani wanawake 50. Ila sasa utaweza kupata 100 endapo utaweza kuungana na sisi. Anasema lakini katika mashindano ya upishi na jii ya Chief Loyo ambaye ametokea katika maisha ya mbele, kurasili ambazo zimejificha sana. Hivyo hakikisha unaweza kumdefeat mtu huyo, tutengeneza heshima yetu sisi. Endapo utashindwa, bali tuna kitabu chako hapa cha mambo mengi ambayo umeyafanya yameenda tofauti zaidi. Hivyo fuata oda yetu tu, hakikisha unafanya kile ambacho tumekiomba. Tusaidie sisi na sisi tukusaidie wewe. Basi aliweza kuchoma ile document kwa sababu ilikuwa ina uchafu wake ambao umefanya ameingia katika mji hapa wa Joseon. Anasema huyu ni snitch, japokuwa umri wake umewenda, bado analisnitch taifa. Anasema sasa tunatakiwa tupambane tu na ile skizi alionayo yule binti. Anasema lazima tuhakikishe tunafanya hata triki kwa heshima ya taifa letu sisi. Hatuhitaji kujua na ujuzi kiasi gani. Anamwita Young Fierce na No Baryon. Hakikisheni mnaweza mkaelekea tu katika sehemu. Lakini ukiwa Anteta, kuna kama kicheche alikuwa katika ile eneo. Watu wa kwanza anamwekea ngao bosi wao, lakini pia binti alikuwa anahitaji kumnasa mtu huyo. Roambia ilitupa hiyo mambo, ikanasa sehemu. Sema kudada deki. Watu mbona sio kama wapishi. Aliweza kutulia sehemu moja tu. Mtaalamu na kuweza kumpelekea taarifa The King. Anasema watu wanatakiwa unao makini sana, kwa sababu anaonekana na kitu cha tofauti na kile ambacho nakusudia wewe. Lakini sasa kwenye baraza la chemba la Grand Prince akiwa na wajomba, anasema kila kitu kimeenda kadri tulivyopanga. Lakini sasa tunatakiwa tuweze kuhakikisha tunaweza kulinda taifa letu pia, kwa sababu Royal Family ndio kitu ambayo mbakia na masalia ya kuweza kulinda taifa letu. Anasema lazima aweze kupata ushindi, yani Ming Cook, wale wapishi kutoka katika mji wa Ming, lazima aweze kupata ushindi kwa namna yoyote zaidi. Leo sasa pia mwanamama ambaye ni Consolate Kang aliweza kumuita Kukamio. Anasema kuna kitu ambacho nahitaji uweze kunisaidia kwa wakati huo. Lazima Joseon aweze kushindwa kwenye competition ambayo iko mbele zaidi. Hatujui kwa nini naye mwanamama anampa kazi ile mwanaume wa kufahamika kwa jina la Mia. Sasa akiwa huko anaandaa pilipili, ambaye kuna mzee katika kushikashika ajipaka katika eneo la uso. Alikuwa ni kamzozo zaidi. Lakini sasa ghafla Yoichi analeta ujumbe. Anasema mfalme alikuwa anaomba apate nafasi ya kuweza kutoka naye kidogo kama unahitaji. Basi binti aliweza kumfuata The King. Anasema niko tayari kuelekea sehemu hiyo ambayo naweza nikaenda kurefresh kidogo. Anasema uwezi ukaenda peke yako, lazima uende na mimi. Lakini pia lazima uweke katika maandalizi ambayo utaweza kufanya katika muonekano bora zaidi. Kwa The King aliweza kumuita mfanyakazi wake wa kike yule. Hapa binti anahitaji kubadilisha ili aweze kupata vazi ambalo litakuwa bora zaidi. Ni kama kauti fulani hivi. Lakini sasa hapa kulikuwa kuna mall wala supermarket. Kwa mchezo kanaishia sokoni tu. Yaani kutembea ni kwenda eneo la soko.
Basi binti aliweza kujaribu kila vazi. Lakini sasa miongoni mwa mavazi yote, baada ya kuvaa vazi moja tu, aliweza kumchanganya sana mwamba. Kana mbona yeye yenyewe. Basi wanahitaji kutoka kidogo kuelekea katika mji katikati kwenye kasoko fulani hivi kwa ajili ya kufanya matembezi pia, lakini baadhi ya kuemea vitu fulani. Aliwaambia mwamba alikuwa na tabasamu. Tabasamu ambao alikuwa linaashiria tu kwa kitu ambacho kinatembea katika mfumo wa bloodline ya hisia zake kutoka kwake kwenda kwa binti. Ile binti sasa pia alihitaji kwenda kusaga pilipili katika eneo la soko. Anasema basi tutaweza kukutana katika kieneo kile pale. Sasa hapa kumbuka ni miaka ya nyuma tu. Kwa mambo ya si mambo ya nini hayapo. Tutakutana kwenye kaeneo fulani. Binti anahitaji kusagiwa pilipili. Anasema ulisema itakosti coin 2, sasa inakuwaje 5? Anambia alipia ili mambo yakae sawa zaidi. Lakini mwanaume kuna kitu ambacho alikuwa anakumbuka kama kaulembo ambako bibi alikuwa amekapenda sana. Akiwa anafanya shopping na vitu vingi sana kwa ajili ya kumletea binti. Binti aliweza kutulia akiwa anamsubiri. Sasa anaangalia mnyatuli yuko wapi, mbona haji. Binti akaenda kujichimbia pembeni kidogo atulie. Mwamba baada ya kufika anaangalia pale ambapo aliahidiana waweze kutana. Nakuta ni kwamba binti hayupo. Lakini ghafla hali ya hewa ina change. Ndio ni mvua inayotaka kushuka hapo. Sababu dalili ya wingu siku zote ni mvua. Lakini cha kushangaza zaidi, miongoni mwa wapishi kutoka katika Ming ameweza kuingia katika department au kitengo cha jiko ambao linatumiwa na watu wa Johnson. Anasema Miss Kung ameweza kuingia hapa, yani mpishi kutoka Ming ameweza kuingia katika jiko letu. Na dada anadharau sana. Alafu kumbuka watu hawa yani wabaya sana katika mashwati. Hatajui siri ambayo imewaleta hapa. Basi baada ya kufika katika ile eneo, alianza kushikashika vitu na kuonesha dharau sana kwamba vile ambavyo anaandaa vitu ambavyo havina quality wowote, na pia hata ukataji wao wa vitu huwezi ukatengeneza chakula ambacho kitakuwa bora zaidi. Ilikuwa ni kejeli sana. Basi ikafikia wakati tunahitaji kuweka mchuano tu, nani anaweza akawa mkataji bora wa maganda ya vitunguu, yani majani ya vitunguu sole kidogo. Basi wamba alipeana moyo tu ili waingie kwenye shindano. Lakini sasa mkali yuko anahangaika, anatafuta bibi ni wapi ambapo atakuwa ameenda kwa wakati huu, kwa sababu alikubaliana wakutane hapa. Lakini ghafla kwa mbali mtoto yapo, mtoto wala asubuhi, kwa hiyo maji ni kidogo tu kuweza kulishtua katika hali yake. Binti alienda kutafuta vijimaua fulani hivi. Anasema nimekutafuta sana hapa. Anasema kweli, lakini niliweza kuchukulia maua haya kama zawadi, sababu pia ataweza kufanya macho yako yawe strong zaidi. Rokicheche alikuwa anapita na limkokoteni. Mwamba akamkwepa akamshika binti namna ambayo alimshika binti mwenyewe akapata wenge zaidi. Ili binti alishtuka baada ya kuona maua yameweza kudondoka chini. Na chini kulikuwa na matope tope kutokana na hali ya mvua ambayo ilikuwa imenyesha kwa sasa. Kwa sasa binti pia alitoa mwongozo tu kwa nini ambacho anakimaanisha juu ya maua ambayo ameweza kumpatia. Anasema unaweza ukatunza katika chumba chako. Maua ambayo alikuwepo kwa Jiang Yon. Maua bora sana. Ile pia ilikuwa ni zawadi kwa upendo wako. Lakini sasa unaambia The King haruhusiwi kabisa ukaa namna hii chini kuchutama na kuongea na watoto. Lakini kwa binti maisha kwa mateka. Anajikuta anafanya kile ambacho binti anakitaka. Yeye anasema ni AIDS communication disease, ugonjwa wa moyo. Basi aliweza kuchukua yale maua. Sasa pia alikuwa amechafuana sana kutokana na kafla ambako alikuwa nako. Lakini pia alimwambia anamwamini sana katika mashindano ambayo anakuja. Kwa hiyo lazima akisha anampa nafasi ya kuweza kushinda. Binti akasema nakumbuka juu ya ile laza ambayo nilikupatia ikakutoa machozi, na kitakuwa ni miongoni mwa laza ambazo nitaweza kuzitengeneza. Basi mtaalamu anasema tutaonana wakati mwingine, yeye anahitaji kuingia ndani. Lakini kumbukumbu na yenyewe anaanza kupenya kwenye akili ya binti. Anatabasamu. Mambo yatakuja kuwa safi tu. Kwa mwamba atakiwa pate utulivu. Naume akachukua maua, anapanda sehemu ambayo analala, kwa sababu ya maua yana thamani sana kwa upande wake. Yanaitwa Booty TikTok, jina la hayo maua. Unaweza kwa Google hapo. Yanaleta usingizi mzuri na kusafisha macho. Ndo kazi yake.
Basi alikuwa nikatabasamu sana. Ile binti upande pili anajiweka sawa kuelekea katika eneo la jiko. Lakini sasa ni kwamba anatazama mazawadi mengi sana. Anasema sitaki kumdisappoint mtu. Lakini ghafla alikutana na kikumbo cha Ming chifu. Anasema una bahati siku ya leo kuwepo. Wewe ningekubamanda na hivyo wabamanda wenzako tu. Binti anaingia anakuta yani eneo la jiko limechafuliwa. Watu wanapiga tungi afu ana hasira. Anasema nini ambacho kimetokea? Anasema ameonyesha uwezo ambao uko karibu. Na hapa kulikuwa na mashindano ya kuweza kukata majani ya vitunguu. Basi kila mtu ambaye alijaribu kuchallenge na binti hakuweza kupata nafasi ya kuweza kushinda. Waambia kila mtu watu wanakata mikato kama wanakata kabeji. Anasema ina maana hata Kuku Maeng naye ameweza kupoteza. Anasema hata huyo alipofika kwa bibi alitoa tu jasho, aliachwa mbali mno. Yari binti ni kisanga, kaoshea sana katika eneo la jiko. Lakini binti agundua tu ni kama anahitaji kukata tamaa. Hivyo kuna namna ya kuwarejesha katika hali ya kawaida tu. Kwanza alianza kwa kumzalamu yule na kusema kukata haimaanishi kupika. Yaani kukata ni mbwembwe tu. Na yeye amefanya kuwafanyia kama shofu. Nyie mko bora siku zote. Basi anatengeneza muunganiko tena na wapishi wenzake ili kuhakikisha jambo linakuwa sawa. Anawaambia mzuka. Akaona inakataa, ikabidi akasema hebu nyenyua mikono juu kwa ajili ya loyo chifu chicken. Mjabio. Lakini sasa binti upande pia alileta miongoni mwa sample. Alitaga sample Spence wana science. Lakini alileta kiashiria tu juu ya kile ambacho wanaamini wao watakwenda kukiandaa. Anasema hii kitu hii lazima tujue ni nini ambayo inamaanisha. Lakini lazima tuhakikishe tunaweza kuwaweka chini Wanyaturu. Mawaziri kwa wanazidi kuteta tu. Ambaye amekuwa ni mwingi sana. Anasema lakini sasa itakuwaje kama mfalme akiweza kushinda? Hiyo ni aibu sana. Mzee anachekaga tu maana kijana wake anaipiga kazi sawa zaidi. Leo sasa ilikuwa ni siku ya makubaliano juu ya sheria, kanuni na uchaguzi wa milo ambayo itaenda kupikwa katika hiyo siku ya mashindano. Lakini sasa hapa ilikuwa ni milo mitatu tu ambayo ndio itaenda kupikwa katika siku ya mashindano. Hivyo ilikuwa ni uchaguzi tu wa nini kianze, nini kifuate na nini kiweze kumaliziwa. Hizo namna tu ambavyo kula zilikuwa zinapigwa kwa miaka ya nyuma zaidi. Basi mlo wa kwanza uliweza kuchaguliwa. Wanasema ni mlo ambao utakuwa umeunganishwa na nyama. Basi binti pamoja na kwamba mambo alikuwa nazidi kusonga zaidi, alihitaji pia kuna kitu kuweza kuzungumza na The King kwa ishara moja zaidi. Basi aliingia naye katika mchaguo tu akiwa ameteuliwa na Mwamba. Naye binti aliweza kuchagua ili kuhakikisha atengeneza nafasi ya kuongeza chaguo la pili. Basi katika chaguo la pili juu ya kile ambacho kilikuwa kimechaguliwa, ulikuwa pia umependekezwa mlo wa mapishi ya samaki kama itawezekana kuwepo katika miongoni mwa listi. Lakini sasa hata hivyo ilikuwa ni nafasi ya kuweza kuchagua mlo wa tatu ambao utakuwa ni mlo wa final zaidi. Anasema ili mbona ni bonge la wazo kile ambacho nakifanya. Binti anajiuliza mtu confidence anaitoa wapi? Au kuna namna ambayo anajiamini? Waziri na wenyewe anateta tu. Sasa mjomba hapa ndio akachaguliwa naye akachague miongoni mwa kitu ambacho ni kama kiashiria cha mlo namba 3. Basi mjomba katika swala la kuchagua pamoja na huyo waliweza kupata kitu kimoja wanasema tang, ikiwa inamaanisha ni supu. Kwa hiyo supu ndio kitakuwa kitu cha final tu katika swala zima la uandaji wa diko. Basi Mwamba alimkonyeza kusema hiyo na yenyewe ni sawa. Basi kila kitu kitaenda kupikwa. Kwa ni mtu tatu ndani ya mtu tatu. Hapo ni mashindano ya upishi. Kila mashindano yatakuwa na faida tu kwa pande zote mbili. Lakini The King pia aliomba tu ya kwamba kama yataweza kushinda na swala la wanawake alisahau. Lakini pia vitu vingi sana vitaenda tofauti. Anasema sisi tutafanya kutokana na makubaliano. Haijalishi kutakuwa na maoni kiasi gani. Kwa sababu tumekubaliana, basi hakuna ambaye ataweza kutoka katika makubaliano. Anasema nakubaliana na ofa hiyo. Mzee kutoka Ming naye anaamini ataweza kushinda. Anasema basi hawa ndio watakaoweza kuliwakilisha taifa la Joseon. Ni Mwamba anasema hawa wataweza kuiwakilisha empire ya Ming.
Johnson kalikuwa ni kataifa kadogo tu kwa kipindi hicho. Anasema basi siku 5 zitatosha kwa ajili ya maandalizi, kila mtu kuhakikisha anatafuta madigodiko maviungo ambayo atatumia katika mapishi yake. Basi ni wakati wa kuzama sokoni, kusama chobingo kwenda kutafuta mazaga. Lakini binti alimwambia tu yule binti ya kwamba akachukue kisu chake. Kucheki anakuta kisu kimetolewa makali yote. Anasema mbona anacheza na vitu ambavyo havijui? Unaambia ilitupwa afu binti akaichapa namna hiyo. Sasa ni wapishi au majambazi? Ni kizaazaa zaidi. Hebu tukutane katika kabla shindano kwenda kuanza, jua kupata mpishi bora kati ya watu kutoka katika Ming Empire, lakini pia wakiwa wanachuana na watu kutoka Johnson. Lakini video kwa sasa ajabu kutoa mwongozo wa vitu vingi sana ambavyo kama vitaweza kupa mwongozo wa kuweza kushinda juu ya shindano ambao liko mbele yao. Hasa lazima tuhakikishe tunaweka mambo sawa zaidi, lakini pia lazima tuandae vitu ambavyo vitaweza kutusaidia kutengeneza mchanganyiko ambao utatufanya tutengeneze kitu bora na chenye utofauti zaidi. Hii ni mwongozo tu. Lakini pia binti alitoa suggestion ya kwamba kingepatikana kitu ambacho ni kama rice cooker. Kingeweza kusaidia katika mwongozo mzima wa kuweza kupika. Lakini watu wao, kumbuka teknolojia yao ilikuwa nyuma zaidi. Wao walikuwa wanazungumzia chungu tu. Lakini binti anasema angepata kuka ingeweza kumsaidia kuweza kupika chakula ambacho kilikuwa bora zaidi. Lakini pia katika kumbukumbu ya vitabu nasemekana kuna mwanaume mmoja tu katika mji wa Johnson ana uwezo wa kutengeneza kitu kama hiyo hapo ambayo itaweza kuwasaidia katika mapishi yao. Lakini pia kwa upande wa watu ambao wanatokea Ming na walikuwa wanajipanga zaidi. Sasa ilikuwa ni maandalizi tu ya namna ambavyo atafanya kwa siku hiyo ya shindano, ikiwa mpewa takriban siku 5 kila mtu kuweza kujiandaa na kujiweka sawa zaidi kwa kile ambacho ataenda kukipresent siku hiyo inayofuatia. Anasema itatuchukua muda mrefu zaidi, lakini kama tutaweza kupata pressure cooker itaweza kuturahisishia katika kwenye swala zima la kuweza kupika vitu ambavyo vitakuwa na ladha mukdo. Lakini sasa binti alihisi kuna mtu anachungulia katika eneo hili, na baada ya kutoka kuweza kumwona alikuwa ni The King mwenyewe. Naomba nikupe mwongozo hivyo vitu ambavyo viko hapo juu kidogo, sababu picha nyingi sana vya Korea tumekuwa tunaviona. Hizo ni alama ambazo waga zinaonyesha mpangilio wa wafalme ambao wamepita katika taifa zima la Johnson. Basi baada binti aliweza kumfuata The King na kumpelekea proposal, kitu ambacho anakihitaji kwa wakati huo, akiamini kwamba kitaweza kumsaidia katika swala zima la upishi. Basi mwanaume pasipo bila kusita aliweza kumpa nafasi ya binti kwenda kutafuta kitu hicho, lakini kwa condition moja tu. Anasema kuna mtu ambaye anafahamika kwa jina la Jang Chugai. Huyu mtu ana uwezo wa kutengeneza kitu ambacho mnaweza mkakitafuta, yani ambacho mnakitafuta kwa wakati huo, lakini inapatikana sehemu moja inaitwa Gongisi. Mfalme anasema siwezi kuacha uende mwenyewe, natamani tengeneza nafasi ya kuweza kusindikiza huko. Lakini binti anasema ungesalia tu kwa ajili ya majukumu ya kifalme, mimi nitaenda na nitafika salama zaidi. Lakini mwamba bado alikuwa anang'ania aweze kumkampani binti juu ya sehemu ambayo anaenda. Kwa mtaalamu anamkubali sana binti. Basi aliweza kumwaga tu na kumpatia kitu ambacho kitaweza kumpatia msaada endapo atakuwa anahitaji farasi au walinzi akiwa katika eneo la njia. Sasa alikuwa anaondoka na huyu bwana ambaye anafahamika kwa jina la Sung Jae. Hadi sasa kuna kitu ambacho mfalme alikifikiria, akaona sio sawa kumwacha binti aweze kwenda peke yake. Anamwambia kicheche Gongiri aweza kuingilia hapo mtaalamu. Gongiri mwanaume wa kazi hiyo. Lakini ghafla aliweza kutokea The King. Mwanaume mbadilisha mawazo na kwa sasa anahitaji yeye na timu yake ndio aweze kuongozana na binti. Alafu huyu mtu ambaye ni chifu aweze kurejea katika eneo la ufalme na kufanya kazi yake, shughuli za ulinzi katika Paris nzima. Anasema nafikiria unajua nini ambacho unaweza kufanya kwa wakati huo. Lakini sasa mfalme alihitaji kuongozana na binti kuelekea katika ile eneo. Basi hatimaye mwamba aliweza kurejea katika Paris. Anasema kwa hiyo shindwa kumzuia mtu yule, na maana washindwa kukaa juu ya kile ambacho kinaweza kuleta madhara baadaye. Basi aliweza kutoka nje na kudai kwamba leo hakutakuwa na baraza kwa sababu mfalme kwa sasa anajisikia vibaya zaidi. Hivyo kwa wakati mwingine atakapokuwa sawa ndo baraza itakaporejea. Lakini upande wa pili kwa The King huko amechoka sana kutokana na safari imekuwa ni ndefu zaidi. Okay, hatimaye tunasonga zaidi. Basi The King aliweza kuchoka sana kutokana na safari kwa nzito zaidi. Lakini pia bibi alimwomba sana mtu huyo ni vema tuazidi kusonga
na kutimiza ahadi ambayo aliiweka mwanzo hapo kwamba atahakikisha namsapoti binti kwenye kile ambacho anafanya. Lakini sasa upande wa pili, wazee wazima kwa wakiwa chini ya Grand Prince, yani anko huyo, anasema nimepata uvumi ya kwamba The King ameweza kutoka katika eneo la kifalme kwa siri. Nafikiria ndo muda sahihi wa kufanya mapinduzi. Anasema kuna kikosi maalum ambacho kipo katika milima ya Guol Boys na kule tuna vijana wako maalum ambao tumewatrain, hivyo wanaweza kumaliza shughuli zaidi. Watu wanataka wamfikirie mfalme ukoko kabla hajaweza kurejea au ameshakata moto. Lakini sasa waliweza kufika katika sehemu ambayo inasemekana ni Gungisi, ambapo wamekuja kumtafuta mtu mmoja ambaye ni muhimu sana ili aweze kuwasaidia kwenye kufanikisha kutengeneza kitu ambacho kinaitwa kuka. Lakini pia mlangoni wakutana na bango kubwa sana, usiingie pasipokuwa na ruhusa maalum. Kitakachokukuta hiyo ni habari yako kwa kukiuka makubaliano au maandishi ambayo umekapo. Mwanaume anaingia na sema Jang Chuli, akisa binti kucheki pembeni, akaiona Kano ni baba. Hiyo waga inatema moto ni kisanga. Yeye akaambia tujikinge, hii ni hatari zaidi. Basi ngoma baada ya kubasti tu, ngombe itoa vichenga fulani. Wao vilikuwa ni kama vipunje vya mchele tu. Hiyo vilikuwa vina madhara zaidi. Lakini bodyguard alifanya kazi yake vyema. Ila sasa shida ilikuwa ni kwa The King na bibie. Kuna kitu ambacho kinazidi kujengeka taratibu baina ya watu wawili. Basi mwanaume anahitaji kumshambulia mtu huyu. Hata hivyo bibie aliweza kuwazuia. Mtu huyu ana uwezo mkubwa sana kutengeneza vitu ambavyo vinaendana na teknolojia mbele kidogo. Hivyo watu walimtenga tu kwa sababu walimwona ni kama mtu tofauti zaidi. Mwanaume anata wasiwasi. Anasema wewe ni Jang Chang Sweng. Nini ambacho kimewaleta katika ile eneo? Alafu pia katika nyumba yangu hakunaga mtu ambaye anaweza akawa mkubwa. Yaani wewe tamba kwenye viwanja vyako, usitambe kwenye nyumba yangu baba. Anasema ni Chief Royal Secretary tu, na wewe nimekuja hapa kwa sababu naombi moja sana muhimu kutoka kwako. Hivyo msaada wako ni kitu pekee ambacho kitaweza kutusaidia kwenye mwongozo wa kile ambacho tunakitafuta. Basi ilibidi watafute namna ya kumbembeleza mtu huyo ili aweze kuwapatia support kwenye kile ambacho anakitaka. Binti ajitambulisha kwamba ni Eon, yani mpishi kutoka katika jumba la kifalme. Sasa tangulini mwanamke akawa ni mpishi mkuu katika jumba la kifalme. Mbona ileti maana hiyo? Mwanaume akasilika na muona mtu huyo anamdharau. Kwa sababu ni kwamba mzee ajui kama ni The King. Yeye anachofanya anajua ni watu wa kawaida tu. Anasema ndaweza kuchukua maisha yako. Anasema ambacho unakifanya unataka kuharibu mpango wetu, kwa sababu hata hivyo tumekuja kwa ajili ya kuhakikisha tunakamilisha mission maalum. Hivyo kama una hasira ungekaa pembeni zaidi. Hata hivyo mkali pia Gogel pamoja na Uchali ambaye ni bodyguard wa mfalme na walikuwa na mzozo sana. Lakini walihisi pia kuna mlipuko mwingine tena umetokea katika ile eneo. Mwanaume anamkia sana binti, lakini ndo vile tu anaanza kusema. Basi sasa mjomba huko ndani alianza kula baadhi ya vitu ambavyo alikuwa ameletea na bibie. Na kweli aliona vitu hivi na ladha nzuri sana. Anasema kama utaweza kumsaidia juu ya kile ambacho anakihitaji na kuamini, na nakwambia sitoweza kukufanya jisikie vibaya tena. Utaweza kupata kila kitu ambacho kitakubomba zaidi. Lakini binti pia itoa kitambulisho ya kwamba yeye amdanganyi. Kile ambacho anakiongea ni kitu ambacho kiko sawa zaidi. Hivyo alikuwa anahitaji atengenezewe pressure cooker. Basi aliweza kuomba ingie ndani. Sasa mwamba wengi anauliza nini binti ameingia na mshikaji mwandani. Hao anaenda kushenyentana. Sija akaichapa huko. Kaambia tulia bwana, sisi tumekuja kwenye kazi maalum. Basi bibi alimpatia lamani mtu huyo za namna ya kifaa ambacho anakihitaji. Anasema pressure cooker ni kitu ambacho kitaweza kumsaidia kuweza kutengeneza vitu vingi sana kwa wakati mchache, yani kwa muda mchache katika ubora mkubwa zaidi. Mtu pia alishangaa sana juu ya hiki ambacho anaambiwa na bibie, lakini sasa pia aliweza kukataa juu ya ofa ambayo alipewa na binti. Lakini binti alisema tafadhali ngoja tusubiri mtu huyo atafakari, huenda anaweza kutupatia jibu ambayo itakuwa ni msaada sana. Lakini sasa taarifa zinafika kwa Queen ya kwamba mfalme ameweza kutoka katika eneo la palace, alafu ametoka na yule mpishi mkuu. Mama wao ana uwevu sana. Anasema lakini unakumbuka habari ya mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ogdan. Yule alikuwa ni mdogo wake na Gongili ambaye kwa sasa yuko karibu sana na mfalme. Nafikiria tunaweza kuchukua opportunity
ya kumaliza jambo letu, lakini pia uvumi uliweza kufika kwa Malkia tu juu ya kile ambacho kimeweza kutokea kwa wakati huo, kwamba mfalme ameweza kuiacha Paris na kuongozana na binti kwenda katika maeneo fulani kwenda kutafuta kitu fulani pasipo kupatiwa ruhusa wala kutoa mwongozo kwa mtu yoyote zaidi. Basi wakiwa wanasubiria jibu kutoka kwa mkali yule katika eneo la Royal Chicken go. Sasa vitu vingi sana vinazidi kuharibika. Wajomba anajaribu kupika, lakini pamoja na kupika vitu ambao anapika vinaonekana sio bora zaidi, kwa sababu bibi pekee ndo mtu ambaye anajua muunganiko wa kile ambacho anakipika. Bucha aliweza kuja kuwashtua tu, anasema njooni muone kile Cook Ming anachomfanyia bibi. Yaani binti saizi anateswa sana Guillaume kwa sababu tu rafiki yake hayupo, na Ming ndo anamfanyia vitu vyote vya kumnyanyasa sana binti. Hatujui kwa nini anafanya yote haya, lakini mtu ambaye anamtreat sana vibaya bibi mpaka binti anajisikia vibaya zaidi. Anasema kwa nini anafanya vitu kama hivi. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu Tang Bailong, huyu ni master wa master, mtaalamu wa mapishi kutoka katika taifa la Ming. Yuko na vijana wake wawili sana. Anasema taifa dogo aliwezi likalishinda taifa kubwa, hususan katika masuala ya mapishi zaidi. Anasema pia nakumbuka vema juu ya masomo ambayo alinifundisha mwalimu. Anasema basi ndio tupike kitu ambacho sahi. Lakini vipi kuhusu binti? Amuulizia bibi ambaye waongozana naye. Binti upande wa pili alifika katika kitengo ambacho anapatikana Grand Prince. Analetea zawadi ambazo zina thamani sana, lakini kuna ombi ambalo analihitaji kutoka kwa mtu. Anasema kuna kitu unahitaji tubadilishane kwa hicho ambacho nimekupatia. Lakini sasa upande wa pili kukimvua kilianza kunyesha, na bodyguard alikuwa amesimama tu kwa ajili ya kuhakikisha na aliweka sawa swala la ulinzi. Hata hivyo hakuweza kujali juu ya mvua. The King alikaa sehemu salama zaidi. Sasa mtaalamu Gugil alikuwa analopoka vitu fulani, ikamwingia binti katika akili yake. Agundua kuna kitu ambacho anaweza kukiandaa katika ile eneo ambacho kinaweza kuleta tofauti zaidi. Anasema pajioni, yani kama chips mayai, ila yeye anafikiria kupika chips vitunguu. Tunaelewa kwa nini nakwambia ni chips vitunguu. Basi alipata wazo moja muhimu sana. Anasema lazima tutafute material kidogo kwa ajili ya kuhakikisha tuwatengeneza swala. Basi kuna shida kidogo ya umeme, lakini sasa hebu tuweke mambo sawa zaidi. Binti aliweza kupata wazo tu la kitu ambacho anaweza kutengeneza katika ile eneo. Anaamini kinaweza kuwa msaada mkubwa zaidi. Baada ya kuangalia material ambayo yanapatikana hapa, alihitaji kupata viungo vichache zaidi ili kuweza kutengeneza msosi ambao anaofikiria kwa sasa. Basi alianza kuandaa kitu fulani, lakini mkala alijua anaondoka. Mbona kwanza binti kuna kitu ambacho anahitaji kukiandaa kwa wakati huo. Kupitia mchanganyiko maalum alijua tu mapishi ya kitu hiki yataweza kutengeneza harufu ambayo itaweza kupenya kutoka hapa alipo mpaka alipo mtaalamu. Basi alichukua majani ya vitunguu pamoja na unga mlaini zaidi, lakini pia aliweza kuchanganya na mayai. Hivyo alikuwa anatengeneza kitu ambacho kikweli kilionekana kitakuja kwa bora zaidi. Lakini watu wakiwa wanamsaidia katika swala kuwasha moto, aliweza kuwapongeza sana. Hii ilianza kumpaka wivu mfalme, hivyo akaomba waondoke wote. Anasema yeye ndo ataungana na binti. Yaani mwamba na wivu ni hatari. Sasa ndo anafanya kazi ya kupuliza moto. Lakini sasa mpaka baadaye ilifika muda akachoka tu. Baada ya diko kukamilika kwanza kuiva, waambia upande wa pili huko mzee harufu ilianza kumchanganya zaidi. Ajuza nani ambaye anapika msosi wa namna hii. Alianza kusogea taratibu, yani ile staki nataka tomate ni twingi sana. Anaambia wasemaje? Anasema nilikuwa nafikiria tu kama unaweza kujiunga kupata pajo nasi, kwa sababu ni chakula ambacho ni special zaidi. Karibu jiunge na sisi, kwa sababu hiki ni chakula ambacho tunapika katika mji wetu sai. Anaambia sawa kuhusu hiyo. Waambia mwache ende, mimi ndo ushenyenta msosi. Lakini mzee alienda kubembelezwa tena na Gongili. Akamwambia angalia mzigo unavyokatwa. Angalia chakula kitakuwa bomba zaidi. Leo sogea japo uwanje tu ili uweze kupata utamu wa msosi wapa. Waambia aliendelea kulifinya diko. Sasa mzee ni kwamba mate amemzidi. Anaona watu nikicheza nao tutamaliza msosi. Haichofanya ni kufakamia tu, akakata hata mikono ya janao, akatafuna diko. Sasa baada ya kutafuna ule msosi, ndio shida pale ambapo ilianzia.
aliona hiki chakula kimemletea ladha ambayo hajawahi kuiona miaka mingi iliyopita. Yaani alikula na kufakamia zaidi. Anasema hii babangu anaipenda sana tukiwa kule kwetu Busan. Mzee kumbuka juu hata habari ya Busan. Anasema Jang Yong, unakumbuka chochote kupitia chakula hiki? Yeye anasema nakumbuka sehemu moja ambayo inafahamika kwa jina Busan Poti. Na hiki chakula kiliweza kumrejeshea kumbukumbu ya nyuma zaidi. Lakini bibi alimwambia kwamba kupika mimi ni kitu ambacho nakipenda sana. Anahitaji kufanya mashindano kwa ajili ya kutetea taifa la Joseon na si kwa ajili ya namna nyingine yoyote. Nacho kuomba nipatie msaada kwenye hili swala ambalo liko mbele yangu. Nitengenezee hicho kitu ni muhimu zaidi. Arowe asema basi nitafanya. Mpaka binti alishtuka baada ya kuona mzee amesema ataweza kutengeneza mzigo ili mambo yakae sawa zaidi. Anasema basi nitashukuru sana kwa hicho ambacho unahitaji kunifanyia. Hawa wanahitaji kuelekea sehemu moja inaitwa Anyang huko. Wanahitaji kwenda kutafuta mazaga mengine, lakini sasa bodyguard atasalia na mzee kwa ajili ya kutengeneza hiyo poti ambayo anahitaji kina binti kuondoka nayo kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano, kwenda kuitumia katika mapishi. Basi huku uandaaji na utengenezaji wa kitu hicho ulikuwa umeanza, lakini sasa pia walienda Anyang kwenda kutafuta baadhi ya virutubisho ambavyo watavitumia katika swala zima la upishi, ikiwepo kitu ambacho kilikuwa kinafahamika kwa jina ginseng, majani fulani ambayo na mizizi ambayo inaweza kutumika katika chakula. Basi upande wa pili wataalamu wa kushirikiana kati ya Gilgin pamoja na Master walikuwa wanakamilisha lile zoezi. Lakini pia upande huko hawa wajomba wazee wa mapishi kutoka Ming Nao anasema nimeweza kuipata silaha yao asili ambayo tumia katika raundi yao ya kwanza. Kuna mafuta fulani hivi ambayo wanahitaji kuyatumia ili kuweza kutoshinda katika swala zima la uandaaji wa msosi. Sasa binti mbinu zote hizi ameweza kuzitoa wapi? Na nani ambaye anampa mwongozo wa bibi huyo? Anasema lakini pamoja na kwamba wapishi wake wanaonekana wana skills kubwa sana upishi, sijajua hatimaye itakuwa vipi dhidi ya wapishi wetu, kwa sababu kuna namna ambayo inaweza kuwa ni hatari zaidi. Lakini pia alimdokezea kwamba kwa sasa mfalme yupo katika eneo sahihi, ila sasa mpishi ametoka nje kidogo, na hii ilimpa mwongozo wa kwamba ina maana mpishi mkuu yuko nje. Hawa watu walichokuwa wanahitaji ni kwenda kummaliza tu binti. Lakini wazee wazima wakiwa wametoka hapa, mzee aliweza kumwambia sana Maeng. Anasema usimfanyie binti yule vile ambavyo unamfanyia, kwa sababu unachomfanyia ni kama mateso tu, yani sio kitu kizuri. Bibi Game ananyanyasika sana kwa sababu rafiki yake ameweza kuondoka. Lakini wakiwa hapa ghafla katika eneo la giza, wanamwona kama kuna Black Ninja amefika katika ile eneo. Aliwaambia tu kitu kimoja tu. Anasema ujumbe kisheni mnampatia mfalme kwa haraka zaidi. Na wewe mtu ajue kwamba mfalme hayupo. Anasema ujumbe umfikie mfalme kwa haraka zaidi, kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho kinakuja kutokea ni cha hatari zaidi. Anasema mpishi ambaye anapika katika jumba la kifalme, yani chief lawyer huko Ioni, yuko katika hatari. Hivyo taarifa inatakiwa imfikie mfalme. Sasa huyu Black Ninja ni nani na kwa nini amekuja kutoa msaada kwa wakati huu? Tutajua mengi katika episodi safi inayofuata. Kwa hiyo hebu tuzidi kusonga Tala Bintibu na Jalamba Bomba zaidi hapa kutoka kitengo pale DC Production, ndio tulikuwa tunasababisha Tala Bintibu, au sio? Hii hapa Sonde Falu DJ Sonde Mgojoso kumua. Huo ni ujumbe ambao walipatiwa vijana ambao walikuwa wanafanya shughuli ya upishi katika jumba la kifalme. Hivyo atakiweza kufikisha kwa mfalme na kumpa habari ya kwamba bibie atakuwa kwenye hatari sana. Yaani yale ambayo tunaenda kukutana nayo, kwa spati moto spati joto, tutakwenda kuunganisha kitaalamu zaidi. Hii hapa kote sote. Ila utatisha kwa kulike, comment, kushare, kusubscribe ili mambo izidi kufika mbali zaidi. Hii hapa leo tuunganishe pale ambapo tulishia katika episodi safi iliyopita, ikizaza zaidi. Kamzozo. Basi ndo kipindi ambapo wapisha kina Cookman waliweza kupata ujumbe kutoka kwa mtu ambaye anasemekana na nywele zenye rangi ya grey, yani kama kijivu fulani hivi. Na anasema mtu huyo ya kwamba ni vema ujumbe waweze kufikisha kwa mfalme. Akavyoangalia karatasi waliona ni kitu chochote. Hivyo walimtafuta Nuchi Yuan na kuweza kumpatia ujumbe huo, na wakisema ni muhimu sana imfikie mfalme. Sasa mambo baada ya kuangalia Chiong, anasema mbona hamna kitu chochote. Mzee akaupitisha katika mshumaa kidogo, basi akaweza kupata maneno mbali kwa asili zaidi. Anasema kwa saizi target ni kwa chief lawyer Kuku. Kwa hiyo
target iko kwa binti Yoni. Lakini sasa kumbuka binti Yoni yuko na The King. Kwa hiyo hata King atakuwa katika matata zaidi. Mwanaume agundua ni hatari sana. Anaambia naweza nikachukua muda gani kuweza kufika hapo. Anaambia ukitoka saizi utafika kesho. Hivyo mwanaume aliweza kuchukua farasi. Anasema tafadhali mfalme nifike, usizulike mpaka mimi nitakapofika. Hii hapa ilikuwa ni siku ya 5 tu, yani siku ya mchuano, na wamekamilisha kila kitu. Wanahitaji kurejea kwa mkali huyu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hiyo. Wanasema jiko la kisasa zaidi la kuweza kupikia. Kajina kametoka kidogo. Na namna ubinti anaita. Okay, wanaita ni kama gas cooker fulani hivi. Lakini sasa watu ambao wamevalia mavazi nyeusi wamepewa amri ya kwamba muue binti tu, wasimguse mtu yoyote. Basi binti baada ya kufika alikuwa amefurahi sana. Baada ya mzee mzima kuweza kukamilisha juu ya ahadi yake ambayo alisema ataweza kukamilisha zaidi. Anasema Kukion, kwa wakati mwingine utakuja kutengenezea chakula ambacho kitakuwa sawa zaidi. Lakini kwa leo nafikiri inatosha. Basi waliamua kurejea katika eneo la Palace. Lakini sasa wakiwa katika ile eneo, kuna Black Ninja ambao wanaonekana wanambamba. Lakini walipofika katika jengo la mzee, kuna mitego ambayo aliweka, akaweza kugundua kuna watu ambao wanakuja. Anasema hawa ni wauaji. Anasema nini ambao unamaanisha kwa namna hiyo unasema wauaji? Anasema watu hao wanaonekana na step za mashwati na ni watu ambao wanaonekana ni very professional. Hivyo mtu huyo alihitaji kumsaidia mfalme kwa sasa kwa sababu ashagundua ni mfalme. Anaandaa mtego wake mmoja hapo kwa Wanyaturu ambao watakuja kichwa katika eneo la mlango. Watakutana na hiyo mambo hiyo. Inaitwa Canon. Anaambia sasa ni wakati wa kukimbia. Wajomba ile kuingia zitoka Glory ziliwachamba kwanza. Lakini vichecho wakaingia kwa juu kupitia payo. Na sasa wameingia kuja kuleta kizaazaa zaidi. Basi ilikuwa sio muda sahihi wa kucheka na mtu, ulikuwa ni muda wa kucheza na panga tu. Anasema mfalme, tafuta nafasi ya kuweza kuondoka. Aliweza kumsaidia bwana mkubwa. Na hapa mfalme ibidi achukue panga tu ili kukabiliana na watu hawa kwa ajili ya kuweka maisha ya binti katika usalama zaidi, kwa sababu target alikuwa ni bibi Yoni. Lakini binti baada ya kudondoka aliona kipande cha mfuniko kimeenda mbali zaidi. Yale anatoa macho kinyama zaidi. Anawaza tu juu ya hii kuka ambayo ametafuta kwa gharama kubwa zaidi. Ziara ambia ingekuwa ni vema kama mngeweza kuondoka. Mimi ndakuletea mfuniko kwa wakati sahihi. Kwa hiyo sio na mashaka yote wala sio na wasi zaidi. Basi The King anaweza kutoka. Lakini mkali wa kufahamika kwa jina Ogikon pamoja na mwamba ambaye ni bodyguard wanaendelea kupambana na watu. Sasa mzee alikuwa anawaza tu namna gani ataweza kuirudia ule mfuniko kuweka katika hali ya usawa zaidi. Lakini katika kukimbia bodyguard agundua kitu kimoja tu. Alisema kufanya iwe salama, hebu nenda ni wapunguze watu hawa. Basi waliweza kufika watu hawa. Mwanaume alianza kupunguza Tala Bintibu ili kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kumfanya mfalme awe salama zaidi. Sasa pia mbele mtaalamu Gogil agundua itakuwa ni hatari zaidi. Akaambia nyie nendeni kwa huko, alafu mimi niwapoteze maboya. Basi machali pamoja na kufika kupambana na Gongil, wakagundua kuna watu wanaishia katika eneo la poli. Alikuwa ni The King pamoja na bibi Yoni. Basi Black Ninja alifika tu kwa ajili ya kuja kumaliza mchezo. Anauliza nani ambaye ametuma mfanye kitu kama hiki. Watu wao walikuwa wajibu, kazi yao ilikuwa ni moja tu. Akabati ambaye alikuwa mbaya zaidi, wakati hajakamilisha mission yao, aliweza kuingia special. Hawa ni bodyguard wa kina Chiong ambao wanatokea katika jumba la kifalme. Anamwambia nani ambaye amekutuma. Mtu huyo aliweza kuachukua maisha yake kwa kofia asije akaja akatoa siri nzito zaidi. Basi mabodyguard waliweza kufika. Mkali Chiong huyo hapa. Lakini binti aliweza kuzima kutokana na sekeseke ambazo zilikuwa katika ile eneo. Lakini mwamba alisema mpata kakizunguzungu tu, atazunguka muda sio mrefu. Anasema Song Jae, asante sana kwa kunisaidia. Mtaalamu huyo ana akili sana. Bado hatujajua nini ambacho kipo katika kichwa chake. Lakini kuchukua muda machalio waliweza kurejea. Anasema wasa wanamuita Best Swordman. Nimemkuta wamempiga, wamemcharaza huko, nimemwokoa. Anasema basi sio mbaya kama binti atakuwa hajaumia. Anasema lakini hawa wanajeshi wanaonekana wamepata mafunzo maalum sana ya kijeshi, na hata hivyo naonekana walikuwa na ambition ya muda mrefu zaidi. Binti ameamka cha kwanza anaulizia hiyo pressure cooker.
Anaangalia kama iko kawa sawa zaidi. Anasema kila mtu hapa iko poa zaidi. Anasema sasa mfalme, leo ndo siku pekee ambayo imesalia kwa ajili ya mashindano. Anasema sasa utafanyaje mashindano ikiwa mfuniko umeweza kuharibika? Lakini sasa upande wa pili kwa mzee Anko mwenyewe huko anasema mmefeli tena. Mzee anaona mpango wako umeenda kombo zaidi. Sasa ndani kabisa katika jumba la kifalme, katika ukumbi ambao shindano ndio inatakiwa litake place ichukue nafasi yake, watu walikuwa wanaandaa vitu mbalimbali tu kwa ajili ya kuweza kuanza michuano. Lakini wanajiuliza ni wapi binti hiyo aliko mpaka muda huo, kwa sababu mashindano yanaweza yakawa magumu endapo bibi atakuwa yuko mbali zaidi. Mtaalamu kutoka Ming anatamba tu. Anasema lazima tufuate utaratibu. Tuna masaa kama 13 ya kuweza kuanza mchezo. Kwa hiyo endapo ataisha masaa 13 basi mchezo utaanza. Lakini binti anasema anajisikia vibaya sana. Lakini sio kwa sababu yako tu. Kwa hiyo anajisikia vibaya kutokana na challenge ambazo tumekutana nazo. Ila kwa namna moja naomba nikushukuru sana. Basi kalikuwa ni kasafari sasa kakuweza kurejea nyumbani kati ya The King na binti Yoni. Mwanaume anazidi kutamba sana. Anasema leo tutaonyesha Johnson kwamba sisi ni bora kiasi gani katika swala la mapishi. Hawa nambamba tu kwa sababu hapa anayofanyaga apike vitu bora zaidi ni binti ambaye anafahamika kwa jina la Yoni. Wanasema amesalia masaa 13 mchezo kwanza. Basi mchezo unatakiwa uanze. Lakini sasa anauliza Kukion, ni nini ambacho tutafanya? Miongoni mwa wapishi kutoka Ming, huyu mzee aliweza kuinuka na kwenda kwa mkubwa wake. Anasema kuna kitu unahitaji kuongea kutokana na sheria za upishi ambazo zimeanza muda mrefu zaidi. Anasema hatuwezi tukafanya mashindano na watu ambao hawajakamilika katika muunganiko sahihi. Lakini sasa tulikuwa tunaomba ziongezwe dakika kadhaa tu ili kama itaweza kufika mtu wao ndipo mashindano yaanze. Basi wanasema walikubaliana tu mpaka masaa 15 baadaye zoezi litaanza. Basi mwamba akiwa Tala Bintibu, mwamba anavuta hisia sana. Anasema amefika. Kina nani ambao anazungumzia amefika? Bila mashaka ni kundi la The King pamoja na wamba hapa kazi zaidi. Hii picha hii haja tushenyente tu. Madogo mtafuata nyayo kwa sababu mwongozo tumeshapatia. Pagawa picha kama hizi inahitaji uelewa kidogo. Waambia kila mtu ambaye alikuwa tamani mfalme arejee kwamba The King amerejea, lakini pia bibi amefika na silaha asili ambayo itaweza kuongoza katika mapishi zaidi. Sasa nafikiri nini ambacho kinajili mtu wangu? Usipate moto usipate joto. Tunaonga hapa. Hatimaye basi binti alivalia mavazi na rasmi. Mchuano unatakiwa uanze. Na The King ameshatia magumu mwenyekiti wa mchezo. Sasa basi tunaweza tukaanza mashindano. Lakini pishi la kwanza ambalo wanaanza kupika, wanasema utakuwa ni msosi wa nyama ambayo haijawahi kupikwa kabla. Basi ni wanasema meat dish, mlo ambao ndani yake utakuwa lazima na nyama. Haijaishi nyama ya ng'ombe, ya kuku, ya bata au ya bundi, vyote tu. Basi kila mtu alikuwa anajiweka sawa zaidi tayari kuanza kuandaa msosi. Lakini binti kwa mkono kake kana maumivu kidogo. Jomba wanabiti upande wa pili wanazichezea hizo beto. Ndio akajua hapa bora kama tunaweza tukapoteza hapa. Wao wanavyomwandaa kuku unaweza kimbia mashindano baba. Lakini binti naye akahitaji kuonesha ujuzi tu. Yeye aliweza kuchukua nyama ya mbuzi Katoliki hapo. Kwa hiyo anaiseti vyema zaidi. Lakini sasa kila watu wanahitaji kuandaa hiyo dish ambayo inakuwa imecontain meat. Mlo ambao utakuwa umeweka muunganiko wa nyama ndani yake. Lakini sasa binti akiwa anaandaa msosi wake, kuna kitu cha tofauti sana alianza kukiona. Anasema mbona kama kuna kitu hakiko sawa zaidi. Anasema kuna kitu ambacho anataka tukifanye kabla tujaanza kupika. Huyo bibi kuna vitu ambavyo aliweza kuchukua katika idara ya kina bibi. Hatujui ni vya nini zaidi. Sasa binti alihitaji viungo fulani hivi. Lakini alivyoenda isema nimekuta gongchi. Yaani zile pilipili ni kwamba hamna hata moja. Anasema sasa nani ambaye atakuwa amechukua? Anasema hakuna hata tone katika eneo la jiko.
Yaani kiufupi ni kwamba kuna watu wambeba viungo vyote vile ambavyo binti anatakiwa vitumie. Lakini sasa binti akapiga akili tu, hapa ana change picha, anachagua kitu kingine cha kuweza kupika. Anawaambia basi msiwe na washaka zaidi, tutageuza mzigo hewani. Basi binti aliomba viungo vingine tofauti, anahitaji kutengeneza pishi lingine tofauti zaidi. Hivyo alimwambia cook mine, pishi ambaye ni kama msaidizi wake wa pili tu katika idara ya jiko. Kuna vitu alihitaji aweze kuandaliwa, na hivyo binti alianza kuandaa msosi akishirikiana na kina Gilgum. Lakini sasa hapa mbwembwe zilikuwa nyingi zaidi. Bibi anahitaji kuzikaanga hizo nyama, alafu kuja kuziweka tena katika mfumo. Kwa hiyo mambo ambayo anahitaji kuandaa kwa siku ya leo. Kila mtu anahitaji kuonesha ubora katika masuala ya mapishi. Binti alianza mbwembwe sasa. Najua mbwembwe. Yaani anajaza mawaini katika nyama. Mpaka mzee anashangaa. Ajizo unapika nini huyu? Anasema huyu anachopika kitakuwa ni kitu sahihi zaidi kutushinda sisi. Lakini binti anamwambia tu usipate mashaka, mimi najua fimbo ya kuweza kumchapa huyo. Alitoa kitu kimoja akidai kwamba hii itakayo kwenda kumfanya binti asipate nafasi ya kuweza kushinda katika hili shindano. Alichotoa nini sasa? Na nani ambaye amempatia kitu kile? Binti basi anazidi kuandaa kutala bintibu msosi ambao nafikiria utakuwa bora sana kwa siku ya leo, pasipo na mashaka yote. Mawaziri wa baraza wamekaa hapo wote wakiwa wanahitaji kunja diko siku ya leo, ikiwa pia ni katika swala zima la mashindano tu kati ya Ming Empire na Joseon Dynasty. Anasema basi samani ya chakula itaonekana pindi ambapo kitakuwa kimekamilika. Ilikuwa ni wakati sahihi wa kwanza kulionja diko kutoka kwa waandaji ambao wameliandaa diko vema zaidi. Lakini sasa yule binti kutoka Ming anadai kwamba ana kitu ambacho kitafanya aweze kufanikisha ushindi katika swala zima la mapishi. Ni nini ambacho anaamini kama silaha kitakachoweza kuwashinda watu hao? Na tukutane katika episodi safi inayofuata kwenda kuenjoy utamu wa vanilla na kujua mengi sana zaidi. Hii hapa ni katika episodi safi ya 14 na mzigo bomba sana wa Bon Appetit, Your Majesty. Now they choose anyone by the name of Sio. Kama kawaida. Tuzidi kulike, comment, kushare, kusubscribe ili mambo yazidi kufika mbali zaidi. Hii hapa. Let's say ciao.